Nashukuru kwanza kwa uwepo wenu na niseme alhamdulillah, jambo hili inawezekana mlivyokuwa nyinyi mnalisikia au mnavyoambiwa ni vitu viwili tofauti, au saa nyingine ninavyokuwa na mimi nasikia ni kama vile nilivyokuwa naambiwa watu wanashambuliwa, kumbe ni vitu viwili tofauti. Sisi wa Tanzania au watu huwa wanapenda kulikuza jambo. Wamekutana na watu wenye mali na mtu mwenye mali, lakini yuko mwingine ambaye anaonekana labda yeye kafamia. Sasa wote hao sisi tunawaita ni wateja wenye ardhi. Sasa hao wote wenye ardhi sisi hatuwezi kuingia kwa sababu mamlaka ni watu wa ardhi. Wako watu wa ardhi. Mimi kama mheshimiwa diwani nafika eneo hili kuangalia kwanza watu wasipigane, wasizuriane, lakini pia na haki ya mtu iweze kufanya nini? Kupatikana. Haki ya mtu inapatikana vipi? Ni document. Document za mtu ndio zitasema kwamba huyu ndio haki yake. Nani atakaosema? Ziko mahakama, lakini pia wako watu wa ardhi wanajua, kwa sababu hapo kiangalia kihistoria, pia na historia mimi sijazaliwa. Eneo hili mtu kaanza kumiliki 1989. Usio umeelewa. Kwa hiyo ukiangalia hiyo unaziachia sehemu husika. Ambao ndio umeona tumekuja na mtu wa ardhi hapa akiwepo, ili swala hili waweze kuliondoa mgogoro. Sisi hawa wote kama mimi, hawa wote mimi ni wapiga kula wangu. Nikishaona wapiga kula wangu wanavutana, lazima kwanza ujue hapo unawasaidiaje. Kuwasaidiaje ndio kuzileta mamlaka husika ziweze kutenda haki. Unaweza kukuta mtu mwingine anaonewa, lakini kwa nini huyu anaonewa? Sasa wewe kama kiongozi ukiingia unaweza kuuliza mbona diwani anaingilia pale? Ili haki ifanye nini? Lakini wao nao tumepata majibu mazuri, wamekubali, wataitwa, wataenda watauliza vielelezo vyao. Na sasa takiwa kuhoji sana kwa sababu tayari wakubwa wameshafika. Itafika muda mwenye haki atafanya nini? Ataipata. Mimi siamini kazania kwamba hapana mtu hapa. Lazima kama mtu amesema pa kwake itapokuwa nini? Kwa sababu eneo haliwezi kuwa halina mtu. Kama lina mtu basi ataonesha dokumenti zake. Sasa wale wenzetu wenye utaalamu ndio watasema. Mimi kama kiongozi niseme tu, kuna wale wenzetu ambao unaweza kukutana na eneo la miaka mingi, alafu akaja akalianzisha. Msitegemee kwamba maeneo mkiaona hivi mkajua hayana mtu. Eneo lina mtu, ukute ameamua kufanya nini? Kusimama. Kapata nguvu yake, sasa ameamua kuja kufanya nini? Kuwekeza. Lakini ile hali tulikuwa tunaisikia sio huko watu wanapigwa, sio wanafanya, hamna kitu kama hicho. Mimi nimekuja, nimeona nimepigwa panga, nimepigwa mkuki, hamna kitu kama hicho. Zingizio ina amani na ina utulivu wake, na hili jambo litaisha kwa amani. Hizi zinazokuepo hapa wote hawa ni wanafamilia wazingiziwa. Tushakutana na migogoro ya ardhi mikubwa zaidi ya huu, lakini tunachoenda ni busara na hekima inafanya nini? Inatumika. Niseme kwa kiapo changu mimi nasimama na yule mwenye haki yake. Lakini mpaka sasa hivi mwenye haki hajapatikana. Kwa hiyo watakapokuja watu ardhi wakaniambia huyu ndo mwenye haki, hatopandisha mtu mwingine zaidi ya yule mwenye haki yake. Kwa hiyo ukisikia kwamba inawezekana yani yuko nyuma huyu au nyuma huyu, inawezekana huyu anajisemesha kwamba niko nyuma yake. Kumbe ndivyo sivyo. Sio utaratibu. Lakini wewe unatakiwa uifuate kauli. Wangapi wanasema mambo mengi sana. Uwezi ukaa nyuma ya mtu ambaye unajua kabisa usio muhusika. Muhusika atatajwa na vyombo vya habari, mtajua kwamba huyo ndo mmiliki wa nini? Wa ile eneo. Kwa hiyo itavotokea sasa mimi kama diwani ndo nitabidi nimsupport kwa mbana asiingie mtu mwingine, huyu mnatakiwa mfanye nini? Mumsaidie. Hao wote mimi ni wazee wangu. Yaani hao wote wanaoumana, mimi wote ni wazee wangu. Kwa hiyo huwezi kuingilia ugomvi unajua kabisa ni baba zako, unatakiwa uangalie na utumie busara nyingi. Hapa ni hekima tu ndio inayotakiwa kutumia. Lakini nashukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi, lakini watu wa ardhi wamekuja na amani nimeiona. Tumefanya kikao pale bila ugomvi wowote na kila mtu kaelewa na tumetoka kwa amani. Sasa mimi niombe kwa mfano huku sasa hivi ambao wanaona kabisa kwamba wao wanaidai yao, basi waisubiri hiyo siku ambayo itafanya nini? Itatumika yao. Lakini hakuna tofauti yoyote ambayo tunaiona sisi itakao tuchanganya. Mimi naamini mgogoro unaenda kuisha. Ukiwa na maeneo, cha kwanza fanya kama wengine wanavyofanya, kuwa na dokumenti zako. Unaona ugomvi hapa, mtu anakuambia kabisa twende, mimi na dokumenti zangu, ina maana ana vitu vyake. Kuwa na dokumenti zako. Lakini cha pili, tujaribu kuyalinda maeneo yetu. Unaweza kuwa na kitu na shamba wewe hujajenga, unakuwa tena hujafanya nini? Hujalilinda. Lakini kuwa watembeleaji wa yale maeneo yetu, kuyajua. Kwa sababu mimi kwa mfano huku sasa hivi unaweza kukuta serikali kaniambia tutafute labda sehemu hata ya maziko. Ukakuta mbona hapa hamna mtu, unamtafuta mwenyewe, Kuna vifo vinatokea bila wewe mtu kujua, dokumenti ukawa hauna dokumenti. Lakini pia na yale makazi, mweke makazi. Lakini pia ni wasii wakazi wazingiziwa waache masuala ya migogoro ya ardhi.
swala migogoro ya ardhi kwanza ni dhambi. Kugombania ardhi ambayo si wenyewe inaenda kutostiri baadaye ni dhambi sana. Mimi binafsi kukuta wangu unagombana na mtu hatua moja au mbili, unamwachia kwa sababu unajua hii hatua moja au mbili ndio kipande cha kaburi lako. Ya nini ugombanie? Ni kitu ambacho sasa mtu amewekeza pale kwa ajili ya maisha yake na watoto wake. Kwa tukae katika hali ambayo tuwe salama, tusitishiane, tusibezane. Mmeona wenyewe mmegongana, mnaitana wenyewe kwanza, inafika kwa mwenyekiti wa mtaa mnazungumza, iwe kirafiki zaidi kuliko kutumia aina yoyote ya utofauti. Lakini hao mabwana wamekuwa ungwana toka mwanzo. Mimi sijai kupandisha mlima, lakini leo imebidi nipandishe kwa sababu ameshakuja kiongozi wetu, lazima ufike huku juu ujue tatizo likoje. Na sikufika kwa sababu nilijua hawa wote ni waungwana, hamna kitachotokea tofauti. Na ndio maana mpaka sasa hivi unaona mambo yaliochukuliwa maamuzi na wenyewe wamelizika ili kwenda kuutatua mgogoro wa eneo hili.